Shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Yeshua. Hamjambo. Nataka nichukue nafasi hii kuweza kuonyesha ya kwamba mtumishi Paulo hakukosea wakati aliposema nyinyi hamna baba wengi ila ni mimi nimewazaa katika imani. Na kumekuwa na mambo mengi ambayo watu wanasema ya kwamba haifai mtu kuwa na baba wa kiroho, na hiyo ni kutaka kumpinga Paulo, kwa sababu wanamchukia Paulo kwa sababu wanazozijua wao wenyewe, wakisema Paulo ni muhuni. Apostle Shaul ni mtu ambaye alikuja kupinga Mwokozi Yeshua, alikuja kupinga mafundisho ya manabii na vile manabii walivyokuwa wanafanya. Mimi niko hapa kumtetea Paulo kwa sababu yeye ni mmoja ya wale waandishi wa Biblia, waandishi wa maandiko matakatifu. Na Paulo alikuwa anasema ya kwamba wakati alipotaka Yeshua alipotaka kumfunua mwanawe, hakufanya shauri na watu wenye mwili na damu, bali alienda zake Arabuni, jangwani, akaenda kufundishwa na Roho Mtakatifu mahali pale. Na baada ya hapo akaenda kwa Kefa na kwa ndugu wa Yeshua. Kwanza nianze na hilo la kuonyesha Paulo yeye ni nani, na je, alipingana na wale wengine, na maandiko yake iko na support ya wengine. Na Paulo hata kama maandiko yake haitapata andiko lingine, tunaona alipewa mkono wa ushirika. Alipewa mkono wa ushirika na Kefa, na nitasoma maandiko ambayo yataonyesha ya kwamba Kefa alimshuhudia Paulo katika mafundisho yake vile yalivyokuwa mazito kwa watu ambao hawaelewi, watu ambao hawatulii. Kusoma kitabu cha Wagalatia, nimeona niweze kutumia mfumo huu ili niweze kusoma, sababu nikiweka video ya kawaida sitaweza kusoma Biblia sababu natumia simu hii moja. Kwa hivyo nataka niweze kusoma mambo ya Paulo katika kitabu cha Wagalatia. Nataka nisome Wagalatia 1. Wagalatia 1 imesema hivi. Mstari wa 16, Wagalatia 1 mstari wa 16 inasema hivi. Sasa nisome mpaka mstari wake wa 20. Maandiko matakatifu inasema hivi: alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionekane na Kefa, kwenda zangu Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15. Lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Yeshua. Na hayo ninayowaandikia angalieni mbele za Yahweh, sisemi uongo. So tunaona Paulo anaonyesha ya kwamba vile Yahweh alivyotaka kumfunua mwanae ndani yake, hakufanya shauri na watu wenye mwili na damu, bali alikwenda zake Arabuni ili aweze kufundishwa na Roho Mtakatifu, na aweze kuwa mwenye kufundisha watu wa mataifa na wale wote ambao Yahweh atamtuma kwao.
So tunaona baada ya kutoka Arabuni alienda aweze kuonana na Kefa, na hakuna na mtu mwingine ila Kefa na na Yakobo ndugu yake na Yeshua, ama na Mwokozi ama Bwana kulingana na hii andiko. So tunaona ya kwamba alienda kuonana na Kefa. So Kefa akona haya ya kusema wakati walipoonana. Kefa wakati walipoonana na Paulo, I think ni hiyo tu bado Wagalatia 2 Wagalatia 2 mstari wake, Wagalatia 2 nataka nisome mstari wa 9. Nasema hivi, wakati alipoenda kuonana na Kefa kulienda namna gani? Inasema hivi, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Kwa hivyo wakati alipofika kwa Kefa, Paulo aliweza kuonana na ndugu wake Yeshua ambao ni Yakobo na Yohana na Kefa ambaye ni nguzo. Hawa watatu ndio walikuwa nguzo. Na wakati walisikia mafundisho yake na kusikia neema ambayo amepewa, walimpa mkono wa ushirika ama mkono wa shirika, wakamsalimia, kumaanisha kwa mafundisho yake na ile mambo yote aliyowaambia, aliyofundishwa na Yawe huko Arabuni ama jangwani ya Arabuni, yote akawaeleza na kuweza kumkubalia ili aweze kuendelea na injili ya kwa watu wa mataifa ama kwa watu wasio watohara, na Kefa nao waende kwa watu ambao ni watohara, lakini watakuwa wanashirikiana katika huduma hiyo, kwa sababu ya Paulo alikuwa ameordainiwa na Yawe ama na Yeshua ili achukue jina la Yeshua kulipeleka kwa watu wa mataifa. Kwa hivyo akasalimiwa katika mkono wa ushirika. Sasa katika kitabu, nataka tusome kitabu cha Kefa, ambapo Kefa sasa baada ya kuandika barua nyingi katika makusanyiko, akawa sasa anamtolea ushuhuda baada ya kusoma barua za Kefa za Paulo. Kitabu cha Kefa tuone kama ni hapo. Kefa wa kwanza, samani, Kefa wa pili si wa kwanza, Kefa wa pili wa pili 3 mstari wake wa 15 na 16. Anasema hivi, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Mwokozi wetu kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Kwa hivyo Paulo aliandika kwa hekima aliyopewa, na anasema ni ndugu. Kwa hivyo yule mkono wa ushirika waliompatia mtu ambaye anaitwa Kefa anaendelea kushuhudia, lakini anasema ndugu mpenzi Paulo aliwaandikia kwa hekima aliyopewa. Alipewa hekima kubwa sana ya kuandika, na akapewa ufunuo mkubwa na mkali ambao ufunuo zingine hakuna hata mwingine ashaipewa, ni Paulo aliweza kupewa. Haya, mstari wa 16, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni ngumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine.
kwa uvunjivu wao wenyewe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo katika nyaraka zake ametoa habari ya mambo mengi na mambo ya hekima ambayo amepewa. Katika barua zake anasema ni vigumu kuelewa nyaraka hizo, ni vigumu kuelewa barua hizo kwa sababu ziko na hekima ya juu na ufunuo wa juu ambao mtu asiyetulia afundishwe, aelewe, ajifundishe kama ametulia atapotosha, kama vile ataweza kupotosha maandiko yale mengine kwa uvunjivu wake mwenyewe. Kwa hivyo tunaona Kefa anamtolea Paulo ushuhuda. Hiyo ni introduction tu ya kuonyesha Paulo hakuweza kuwa anaandika mambo ya kwake, bali aliyoandika mambo aliyokuwa anafunuliwa. So ninapoingia katika hoja hii ya kwamba Paulo anampinga Yeshua, kwa sababu Yeshua alisema katika kitabu cha Mathayo, ni kitabu cha Mathayo ambapo watu wanasoma Mathayo 20 na ngapi? 23. Mathayo 23 mstari wa naanza 8 hadi mstari wa 10 nitasoma katika jina la Yeshua. Mathayo 23:8 yasema, bali ninyi msiitwe Rabii, maana mwalimu wenu ni mmoja, na nyote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Masihi. Anajisemea yeye mwenyewe ndiye kiongozi. So wakati tunapoona andiko linasema ya kwamba msiitwe baba hapa duniani, Yeshua kuna vile alivyokuwa anaelezea hapa. Hii ni andiko ambalo linapotoshwa kama vile watu wanapotosha maandiko ya Paulo pia. Kwa sababu tuko na babu zetu hapa duniani ambao walituzaa, lakini hapa Yeshua anakusudia Mafarisayo. Mafarisayo ambao kazi yao ni kujitukuza mbele za watu na kuonyesha wanataka heshima ya kwamba wao ni baba, wao ndio wanaowalisha kiroho, ndio wanaowahudumia, ili hali wao wenyewe wanafanya hao watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Kwa hivyo Yeshua akawa anakataza mambo ya Mafarisayo, watu wasiite Mafarisayo baba hapa duniani. Ila Yeshua hakuwa anapinga watu ambao wanafaa kuitwa baba hapa duniani wasiitwe. Kwa nini nasema hivi? Yeshua alipokuwa anafundisha kuhusu hilo, kumbuka alikuwa anawanenea Mafarisayo. Na maandiko ilikuwa imeandikwa huko kitambo ya kwamba Yawe alikuwa amesema ya kwamba tuko na baba. Kwanza baba ni maana, baba ni kusemaje? Baba ni kusema ya kwamba chanzo chako, yaani chanzo chako cha imani. Kwa sababu baba aliyotuzaa katika duniani, baba wa kawaida, hao ndio chanzo chetu, yaani ndio waliotuzaa. Kwa hivyo tulionekana duniani kwa sababu ya hao mababa zetu. Nao katika imani tunaona baba ni yule ambaye anakutoa katika ukafiri, anakuingiza katika imani ya kweli. Yeye ndiye mwanzo wa wewe kujua imani, yaani mwanzo wa imani yako. Kwa hivyo mimi nikikuhubiria nikutoa katika mataifa, nikujulisha neno la kweli. Kwa hivyo ni mimi nitakuwa nimekuzaa katika imani. Lakini si ati utakuwa unaniita baba, kwa sababu kila mtu kuna yule aliyemfundisha. Hutakuwa unaniita baba, lakini in the spiritual, katika kiroho, mimi nitakuwa ni baba yako.
Yawe anajua hilo, mimi ni baba yako, kwa sababu ni mimi nimekufundisha nikakutoa imani. Kwa hivyo niko na wajibu mkubwa sana wa kukulea kiroho na kukulinda usiharibiwe na mafundisho ya uongo ambayo yanaweza kutokea. Hivyo baba anakuwa na responsibility ya kufundisha mtoto mambo ambayo yanafaa ili asitoke katika njia hiyo, na anamfundisha njia iliyo nzuri. Kwa hivyo tunapoona hivyo, tunataka niweze kusoma maandiko nionyeshe Yashua hakuenda kinyume na baba yake, ambaye baba yake ni Yawe. Alikuwa anakemea Mafarisayo waliokuwa wanataka kujitukuza mbele za watu na kutaka kuonyesha kwamba wao wenyewe ndio wanaowalisha kiroho, mambo ya kiroho na mambo kama hayo. Kwanza nataka niweze kudhibitisha hiyo katika kitabu cha Mwanzo kuhusu mtu mmoja ambaye tunafaa kumuita baba, hata kama hatumuiti baba kila wakati, lakini wakati tunapomrifaa tunafaa kumuita baba. Na hii ni sababu fulani. Wacha niweze kusoma ndio niweze kusema. Tusoma Mwanzo 17 aya yake ya 2 hadi aya yake ya 5. Inasema hivi: nami nitafanya agano, ni Yawe wakati alipomtokea Ibrahimu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Yawe akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo tunaona Ibrahimu anaambiwa wewe utakuwa baba wa mataifa. Hii si baba kwa sababu Ibrahimu ametuzaa kimwili, bali ni baba wa imani, bali ni baba wetu wa kiroho, kwa sababu imani si ya mwili. Imani ni mambo ambayo ni kutegemea mambo ambayo hayaonekani. Kwa hivyo ni baba wa imani tunayotegemea kwamba tutarithi uzima wa milele, na yale mambo yote Ibrahimu aliahidiwa. Kwa hivyo atakuwa baba wa imani. Kwa hivyo tunajifundisha kwa Ibrahimu. Maandiko yanatuambia ukimwangalia Ibrahimu aliye ni baba yetu. Ibrahimu aliye ni baba yetu wa imani. Na nitasoma andiko hilo linalosema hivyo katika kitabu cha Isaia. Katika kitabu cha Isaia, I don't know whether you remember. Isaia kanione. Katika kitabu cha Isaia, Isaia ngapi? Isaia katika kitabu cha Isaia kanione. Nimesema muangalieni Ibrahimu na Sara aliyewazaa katika katika kitabu cha Isaia Isaia kitabu cha Isaia kitabu cha Isaia 51 aya yake ya 2 ndio andiko niliokuwa nalitafuta.
inasema muangalie Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu na alimuita, nikambariki nikafanya kuwa wengi. Kwa hivyo tunaona Yahweh anaendelea kukumbusha ya kwamba Ibrahimu ni baba yetu. Sasa wewe unayepinga ya kwamba Yeshua alikuwa anasema msimuite mtu baba hapa duniani, alikuwa anapinga agizo la Yahweh, kwa sababu Yahweh ndiye alisema Ibrahimu ni baba yetu, alituzaa katika mambo ya kiroho, na yeyote ambaye anakuja kuamini, anayeamini imani ya Ibrahimu, basi Ibrahimu anakuwa baba yake moja kwa moja, kwa sababu ameamini imani kama ile Ibrahimu ameamini, ambayo Ibrahimu ndiye mwanzo wa imani hiyo ambayo Yahweh aliweza kumkabidhi. Sio hilo tu, mpaka Sara umesikia ni mama yetu aliyetuzaa. So Yeshua hakuwa anapinga watu wasiitwe baba, bali alikuwa anapinga Mafarisayo. Sio hilo tu, huyu ni Isaya, ni nabii ambaye ameweza kufahamu hilo ya kwamba tuweze kumuita Ibrahimu baba. Sio hilo tu, katika kitabu cha Wafalme wa pili 2:12 andiko linasema, Wafalme wa pili 2 mstari wake ni wa 12. Tasoma katika jina la Yahweh. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu. Wacha nianze 11. Inasema hivi 11, ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa, akashika mavazi yake mwenyewe akayararua vipande viwili. So tunaona ya kwamba hapa nabii Elia wakati alipokuwa anaondoka, mtumishi wake alimuita baba yangu, baba yangu. Kwa hivyo na haya ni manabii waliokuwa waanzilishi, ambao tunaambiwa imani yetu ijenge katika misingi ya manabii na mitume. Tunaona ya kwamba wameitoa baba, ameitwa baba hapa. Baba ina maana katika Elisha. Kumbuka kuitwa kwa Elisha, alikuwa analima na ng'ombe, alikuwa anafanya kazi za kawaida, hakuwa mtumishi wa Yahweh. Lakini wakati alionana na Elia akamuita akaweze kuenda kumtumikia. Hapo akafundishwa imani, hapo akawa yeye pia ni nabii, akafundishwa unabii na mambo kama hayo. So akawa yeye ndiye chanzo cha imani yake, ndipo anamuita baba. Kwa hivyo mtu kama yeye si chanzo cha imani yako, hajakufundisha imani, hakukuhubiria, hajakulea, kwa sababu jina baba liko na ulezi ndani yake. Mtu ambaye anakulisha chakula cha kiroho unamuita baba. Hata mtu ambaye hajakuzaa na unakaa na yeye anakulisha chakula, si duniani tuko na mababa wa kambo ambao hajakuzaa kimwili lakini unawaita baba. So hata kiroho ni hivyo, mtu ambaye anakulisha kiroho ni baba yako, hata kama utasimama mbele ya watu ama ushinde ukimuita baba. Lakini ikibidi, kwa sababu hata Elisha hatujaonyeshwa na maandiko kila wakati alikuwa anamuita baba, lakini hapo sasa alimuita baba ili Elia naye aweze kukumbuka responsibility yake kwa Elisha, kwa sababu baba ako na responsibility ya mtoto na kumulisha. Na wakati Elia alisikia jina baba, aligeuka na akatoa nguo yake ya juu akamrushia Elisha, na Elisha akaichukua akasafiri. So tunaona ya kwamba hao ni watu ambao walikuwa ni manabii. Yahweh mwenyewe amesema Ibrahimu ni baba yetu. Sasa Kefa naye, Kefa huyu ambaye alipea Paulo mkono wa ushirika.
anasema nini? Kwanza ndio tuzuri tusome kitabu cha Paulo. Hapo anasema mimi ni baba. Paulo si pope kama vile watu wengine wanavyosema ati Paulo ndiye pope wa kwanza. Wakitaka kuonyesha kwamba ndiye papa, pope ni papa, baba mtakatifu. Wakitaka kuonyesha katika Kirumi, Paulo ni wa Kirumi na yeye ni baba mtakatifu, yani yeye anafundisha imani ya Kikatoliki, imani ya kupinga Yawe. Kefa naye anadhibitisha hilo ya kwamba kuna watu wanafaa kuitwa baba. Kaza yeye mwenyewe anaitana baba. Wacha nisome andiko linasema namna hii. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 2, wacha nione ni verse ngapi. Matendo ya Mitume 3, samahani. Matendo ya Mitume 3. Acha nione ni verse gani. Verse 13. Verse 13 na nitaruka nisome mstari wake. Mstari wake wa 25. Lakini kwanza wacha nianze na mstari wa 13. Inasema hivi: Yawe wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Yawe wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yashua, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Si unaona? Kefa anasema anaita Isaka baba na anaita Yakobo baba na anaita Ibrahimu baba. Kwa hivyo si Ibrahimu peke yake. Hawa sasa ni pioneer wa imani. Pioneer wa imani Ibrahimu, Isaka, Yakobo, na wanaenda hivyo hivyo. So hawa ni baba zetu kiimani. Tumeambiwa tumejengwa katika msingi wa manabii na mitume. Naye Yeshua Masihi awe ndiye jiwe kuu la pembeni. Si mitume ni waanzilishi wetu wa imani ambao tumefikiwa katika mwisho huu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata mitume kwa mujibu wa maandiko tunafaa kuwaita baba zetu wa imani, wazee wetu wa imani. Wazee wa imani, baba zetu wa imani. Kwa hivyo Kefa anashuhudia hilo. Mstari wa 25, ninyi mmekuwa watoto wa manabii. Sasa mtu akiwa mtoto wewe ukiwa mtoto wa mtu fulani, si wewe unafaa kumuita baba? Kwa hivyo anasema nyinyi ni watoto wa manabii. Manabii ni baba zetu kwa sababu walipewa responsibility ya kutujengea foundation ya imani. Nyinyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambao Yawe aliagana na baba zetu. Na baba zetu. Kwa hivyo hao wote si baba yetu, baba zetu. Kwa hivyo wote hao. Akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Kwa hivyo kutoka kwa Ibrahimu tunapata manabii wanatoka pale na wanaongezeka. Tunakuja kwa mitume na sasa tunafikiwa wakati huu. Pia sisi tunaingia pale tunakuwa sasa ni mababa. Tunaendelea kuongezea ubaba hapa duniani. Maandiko yanasema ya kwamba Yawe ambaye ubaba wote unaitwa duniani na hapa mbinguni na hapa duniani. Acha nione andiko hilo. I think ni Waefeso. Ngoja nione. Samahani, wacha niweze kuona. Nasema ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa
Andiko hilo sijui kama ni Wafilipi, acha niweze kuliona, ambao linasema ambao ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa okay, andiko linanipotea kwa hivyo, lakini linasema ya kwamba ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa fatherhood. Kwa hivyo kuna ubaba wa duniani na mbinguni unaoitwa wacha niweze kuliangalia kwa sababu I think litapatikana. Ngoja niweze kuliangalia. Andiko hilo ni muhimu sana. Asanti. Waefeso 3:15. Asante sana. Waefeso 3, andiko hilo nilikuwa natafuta sababu nimeona andiko hilo ni muhimu sana kwa sababu ya mafundisho haya ambayo tunafundisha. Waefeso 3:15 nasema hivi: ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna ubaba wa mbinguni ambao ni Yahweh na kuna ubaba wa duniani unaitwa. Kwa hivyo kuna watu hapa duniani wanaitwa baba, that means ni chazo cha wengine, either kwa imani ama kwa kuzaa kabisa. Kwa hivyo lakini si lengo la baba kusema niiteni baba. Hapana, ni lengo la mtoto kuita mzazi baba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jambo hilo liko na Paulo Kefa aliweza kulishuhudia na kuitana baba na kuita mitume baba, kuita Yakobo baba, Ibrahimu baba. Paulo naye sasa ambaye anapigwa, nitamalizia katika andiko hilo. Paulo naye katika kitabu cha Wakorintho, ndiki ni wa kwanza kama sijakosea 4:14. Inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 4:14. Anasema hivi: siandiki hayo ili kuwatahayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Masihi, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Masihi Yeshua kwa njia ya Injili. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo anasema yeye ndiye aliyewazaa katika Injili. Yaani kwa kuwahubiria aliwazaa, akawa yeye ndiye mwanzo wa kwao kujua imani. Kwa hivyo si ati yeye anakuja kupiga maandiko. Paulo amekuja kudhibitisha yale yaliyokuwa katika maandiko. Kwa hivyo nitafikisha pale uweze kubarikiwa na Yeshua.